Wazazi na walezi katika wilaya ya Misenyi wametakiwa kuzingatia elimu wanayopewa na wataalamu juu ya utunzaji na ulishaji wa watoto unaofaa ili kuwezesha watoto kukua wakiwa na afya bora na kuwaepusha na udumavu. Akizungumza katika kikao cha utekelezaji wa shughuli za halmashauri kuhusu programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT, mama afisa lishe wa wilaya ya Misenyi Faustina Godwin amesema pamoja na elimu inayoendelea kutolewa na serikali kwa kushirikiana na wadau wengine, bado baadhi ya wazazi na walezi hawazingatii na kutoa takwimu za watoto waliodumaa. Shughuli nyingine ambayo tulitekeleza katika kipindi cha robo ya Oktoba Disemba ilikuwa ni kufanya utafiti wa masuala ya lishe, na utafiti huu ulifanyika mwezi Disemba ukiwa una lengo kuu la kujua ni kwa kiasi gani Misenyi tuna burden ya watoto ambao wamedumaa, lakini pia itusaidie katika kuweka mikakati ya kukabiliana na hizo changamoto za kilishe. Na katika utafiti huo tulipata 36.9% ya watoto wetu katika halmashauri wamedumaa, lakini asilimia kubwa inaonekana ni kwa watoto wa kiume ambao ni 38.4%, na kwa upande wa watoto wa kike ilikuwa ni 34.2%. Hivyo kama jamii tuna kazi kubwa bado ya kufanya kwa ajili ya kusaidia jamii yetu, maana kuna uhusiano mkubwa sana katika jamii, maendeleo na kiasi cha watu waliodumaa. Lakini katika tafiti hii ilitupa picha pia tuone ni mazao gani ama vyakula gani ambavyo vinaliwa zaidi kwenye jamii zetu. Kundi la nafaka na kundi la jamii ya mikunde ndio vyakula ambavyo vinatumika kwa asilimia kubwa. Lakini ukija kwa upande wa vyakula vya maziwa pamoja na mayai, ni makundi haya mawili ambayo yanaliwa kwa asilimia ndogo sana katika jamii yetu. Kwa hiyo niombe wadau ambao mnaendelea kufanya kazi huko kwenye jamii, mnaweza mkawa mnahamasisha makundi haya, maana yana mchango mkubwa pia katika ujenzi wa ubongo na miili ya watoto wetu. Washiriki wengine wa kikao hicho cha robo ya pili ya kuanzia Oktoba hadi Desemba 2025 katika utekelezaji wa programu hiyo wamesema ipo haja ya kuendelea kutoa elimu kwa jamii ya kuzingatia uandaaji wa vyakula na ulishaji wa watoto wadogo ili kupunguza kiwango cha watoto waliodumaa. Kituo chetu tunapata changamoto ya kupokea watoto wenye lishe duni. Mara nyingi tunapata watoto wana utumbo umevimba. Tulipojaribu kuongea na wazazi wakatuambia kwamba changamoto kubwa wanawapa vyakula viporo. Wanakula kiporo watoto. Na wanalishwa mapema sana. Ile miezi 6 mtoto anaanza kula. Sasa ile lishe huduma ambayo unaitoa mama lishe kule hospitalini inaishia huko. Wewe tuangalie sasa, what can we do? What happened? Ni kitu gani kilisababisha ile udumavu? Ni kitu gani kinasababisha kwamba chakula kipo kwenye ngazi ya kaya? Mimi najua chakula tunacho. Lakini ile food distribution, it also the food distribution ratio, na wanauza wengine kufanya mambo mengine, sio kosa kuuza kwa sababu lazima wauze, lakini when they sell era inawasaidia watoto, inaweza kusaidia kwenda school fees, lakini do they eat improve afya? Do they contribute to 0 to 8 kwa mama akanyonyesha vizuri? Kwa hiyo ile tuiangalie vizuri hiyo unaporipoti kwenye lishe, tuangalie vigezo vya mama kuhusu lishe ni nini, kwa sababu unasema wewe ulivyo ni matokeo ya 0 mpaka 8. Kwa hiyo kama ukisema mimi huwa ni mzito kuelewa, ndio hayo matokeo ya 0 mpaka 8. Kwa hiyo tunataka watoto wetu na wadogo zetu, jamii kwa ujumla, tuone namna gani sasa tunatoka pale, tupate watoto wazuri, tupate wanasayansi. Huko tunapokwenda tunategemea kila kitu kitakuwa kinaendeshwa computerized. Sasa kama watakuwa ni wakulishwa tu ndizi zimechemshwa na viporo, mmoja akasema pale watu wanalishwa viporo, tena vinginekana hata havipashi moto. Kwa hiyo kutakuwa na udumavu wa hali ya juu. Kwa hiyo tunahitaji wote pamoja tushirikiane. Programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT MMAMU inajihusisha na watoto wenye umri wa kuanzia miaka 0 mpaka miaka 8.